Hiyo maneno mnasema eti ya kuiba kura. Mheshimiwa Masikonde na wale vijana ambao mlisimama hapa Bwana Lemei na wengine. Hii itakuwa kama ile style ya independence, struggle for independence. We are fighting or struggling against a barbaric, draconian, highly incompetent, punitive administration that is completely unpopular but determined to hang on to power, kama wale wa koloni, na haitakuwa a walk in the park. Tujikakamue, tuwe tayari, we play our part, kwa sababu kizazi hiki, our generation has a challenge before us, because the generations that went before us, wale wengine akina Mheshimiwa Ole Ntimama, Mheshimiwa Justus Ole Tipis, Mheshimiwa Simeon Nyachae, hawa wazee wetu wako hapa, Mheshimiwa Professor Ngeri, Mheshimiwa Chris Obure, wamefanya yao. Sasa ni wakati wetu to do our part during this generation. The question before us, Mheshimiwa Masikonde, when we have been called to step up to serve, what will be our answer? The answer must be a resounding yes, and the answer must be we are ready to serve and we are ready to make the necessary change that the country needs. Na tutakuwa tayari kufanya hiyo. Kwa hivyo haya maneno yote tutashirikiana, tutakuwa pamoja. Nia yetu sisi ni kurudisha nchi mahali ambapo inatakiwa kuwa. Kuna pesa ya kutosha ya free primary na free day secondary education. Reducing capitation from 22,000 to 12,000 is atrocious. Sababu unahitaji hao wazazi walipe 9,000 kwa mtoto moja kwa day school. Itatoka wapi? Wakati tulikuwa kwa serikali na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tulilipa hiyo pesa. Na hiyo pesa ilienda wapi? Ni kuiba, imepiwa, ndio hiyo mandege mnaona inakimbishwa hapa kila mahali. Tumeteseka, na mimi ninapenda kuongea mambo ya siasa kwa upole na bila matusi. Kwa sababu hii ni kwa sababu ya maisha yetu. Wale wenzetu wa Kenya ambao walipata nafasi, notwithstanding how they got it, ya kuchukua decisions za kuongoza nchi yetu, tuambiane tu kweli, kuna shida na inaonekana wazi. Na jamii hii ya Maasai, sisi zote tunaumia. Lakini honestly, you're born the brand, the greatest brand of the misadventures of this administration. Mashamba ni kunyaguliwa kila wakati. Hata wakati mwingine tulikuwa tunaongea na hao waheshimiwa wakati walifika hapa, tunahesabu, tunajiuliza, ukichukua 6,000 hapa, 1,000 ziji huku, 4,000 huku, sasa unataka kufanya namna gani dunia hii? Hao waende wapi? Wao wataenda wapi? Na haya ni mashamba ya watu, hao nayo wataenda wapi? Haya maneno, we should sometimes go beyond politics. Unaangalia haya maneno unashangaa, unafikiri watu labda wako na ugonjwa fulani wanahitaji kutafuta mtu wa kuwatibu. Inawezekanaje mtu unasumbua watu namna hiyo? Eti unataka unyakue kila kitu. Tumerudi sasa ile style ya ukoloni. Jana tulikuwa hapa na viongozi kutoka Kuria. Pale Uitembe wananchi wanafukuzwa kwa sababu watu fulani wanataka kuchukua shamba kiholela na mabavu, kwa sababu kuna madini chini. Kwenu Narok hapa, mambo ambayo inafanyika ni ajabu, kuanzia hapa Transmara. The reason why we are asking for an opportunity to lead the country is because we want to fix this nonsense. Hii mambo tumalize hii shida. Na mimi nawahakikishia mbele ya Mwenyezi Mungu, mimi honestly, this is not even something I will say. If I had an opportunity, mimi I'll cancel these allocations to rudishia mawatu wa mashamba. Waache hii maneno. And that is, we need to master the courage to lead, the courage to correct this madness in our country. Watu wanadhulumiwa hivi. If you look at the revenue Narok County yenyewe, wacha mambo ya tourism na mambo mengine, mining na hizi vitu zingine, if we were honest enough, hata maisha ya kawaida ya watu wa Narok kwanza kupitia kwa shule na mambo kama hayo, tungekuwa sasa tumesuluhisha.
na ninauliza hivi wazi, na mkiwapata muwaulize wao viongozi. Kuna sheria, mawakili wako hapa wakubwa wakiongozwa na Mheshimiwa Ole Kenta, hapa ni wakili shupavu. Sheria gani inakuzuia kuchapisha hadharani wale watu ambao wamepea licenses, yale wamelipa pesa wanapata kutoka huko, kodi ya serikali na ile account ya Narok inapata? What law stops you from publishing that? Ili wananchi wa Narok, kwa sababu hiyo mali ni ya wananchi wa Narok, si ya mtu binafsi, sio ya serikali. Serikali haina mali, ni mali ya wananchi. Hii mambo inahitaji courage, firmness na kusimama imara. That is the only reason why I'm looking for leadership. Tusimame imara, tuokoe nchi yetu kutoka kwa mikono ya wakora. Hii mambo inafanya hapa ya ukora unaendelea namna hii. Hakuna mtu tumeenda kwake, hakuna mtu amekuja kwangu ingakuwa ananitafuta niwe umeanza na ndio tumekuja kwako. Kwa hivyo mtu asiseme nimeenda kwao, sijaenda. Sababu mimi nataka watu wangu wakuwe mahali ambao wako safe. Mahali ambapo watakuwa ndani ya hiyo serikali, sio nje. Nimekuwa nikiulizwa, mbona usiende kwa party kubwa? Mimi siende kwa party kubwa, naenda kwa party ya wale ambao wanaitwa minorities. Sababu hata sisi tuna haki kama Wakenya. Hatuwezi kuambiwa ati mpaka uende sababu ya party ya watu wengi. Hakuna opposition muhimu kuliko ingine. Na kitu yetu ni kutafuta serikali. Tumeanza kitu inaitwa on your marks. Leo tumekuja kwako, leo tuko ile inaitwa nini? Get set. Sasa tutakuita Narok. Ndio sema sasa go. Tukwambie mbele ya jamii. Sababu sisi tutakwenda kuambia tumeenda, tumeangalia na bado tunaenda ni pali sawa. Ile tunakwambia na jamii wa Kisoja, niwaambie. Hakuna watu ambao wamekuwa ministers wa maana. Hakuna wameshinda Wakisii. Hakuna. Na ndio mimi nashangaa kwa nini hamujawahi kwenda zaidi ya mawaziri. Kulikuwa kuna wakati Nyachae angekuwa rais, lakini alifinywa, akadanganywa na brokers, akafanywa kila kitu. Mheshimiwa, sasa ni wakati wako kuchukua hiyo ambaye alikataa. Na utakuwa sababu ni nini hauna? Look at the political scene in Kenya. Who is better than you? Ask yourself. Because talking too much, stealing, those kind of bad things, tribalism, nepotism, that is not quality of qualifications for a president of Kenya. We want a self-assured person, a learned person, and somebody who has actually shown that he can deliver. And I can assure you, you've shown that he can deliver. Nikiendelea tu kidogo, ni muhimu hawa watu wajue mambo ya Wakisii. Mambo ya Kisii, kama ni mambo ya elimu, kulikuwa na waziri alikuwa anaitwa Sagini. Kwa ndio alitengeneza masomo Kenya wakati tu tulipopata uhuru. Tukapata mtu anaitwa Nyachae. He was really the best minister. He was the best minister. Lakini sababu ya kabila yake ndogo, akafanywa nini? Akaumizwa. Na ndio sasa tunasema ni wakati yetu sisi pia wale kabila ndogo. Tulikuwako na Honorable Nyonga. Minister, na watoto ndio mnataka mjue. Msifikirie Kisii walianza jana. Tulikuwa na minister wa ajabu. Kulikuwako na mwingine alikuwa anaitwa Nyamwe. Minister wa maana sana. Halafu kuna Magara na wengine wote. Halafu basi super minister wetu. So sasa nasema jamii ya Kisii pia tunataka waende to the topmost na tuwe na wao. Kama mnaelewa mambo ya Masai, hata sisi tumefinyiliwa kama nyinyi. Yule president wa Masai angekuwa kwanza, angekuwa Morombi. Yes, that's right, yes. Somehow akamfrustrate, akamtoa kwa laini. Saitoti mlinajua vile ilifanyika. Yes. She might have been a Kikuyu or anything, but he was ours. He was our son. Tunajua vile ilifanyika. Enda Tanzania. Kulikuwa pia na Ngaizeri. Nga huyu hakufika deputy president. Nasema wale walikuwa kwa deputy president. Wende Tanzania.
Kulikuwa kuna yule alikuwa anaitwa Sokoine. Sokoine was actually the vice president. Akauawa kwa ajali ya gari. Ndio asikuwe nini? Rais. Olowasa alikuwa kwa karibu akuwe president. Akakatazwa. Kwa hivyo tunasema sasa wenda mbele tukutangulie kama jamii ya Wamasai. Kile kingine nataka niwaambie, tumekuja kusema sasa nimewaambia sasa tuko state. Hawa watu hata kuambia watakufanya rais. Tutaita mkutano ambaye sasa sisi wote tutakuwa tukuambie nini? Tukulaunch na tujilaunch na tulaunch party ile ambayo uko. Na hivi karibuni. Kwa sababu hiyo ndio vile tutafanya. Kwa hivyo wale wanaenda kusema ati tumesema tumefanya hivi na hivi, tutafanya hivyo kwa soil ya Wamasai. Tutamrecognize kwa soil yetu. Okay? Lakini tumekuja kuonesha Wakenya kwamba tuko marafiki. Sitaki kuzungumza mengi lakini unajua hata wewe mwenyewe tuna marafiki wengi. Tafadhali tunajua Uhuru ni rafiki yako, ni rafiki yetu pia. Tunajua Kalonzo ni rafiki yako, ni rafiki yetu pia. Tunajua hata Kashagwa ni rafiki yetu na ni rafiki yako. Wale wengine, wewe unganisha wa Kenya. Wacha wale kabila ndogo iende leo ishikanisha kabila nini? Kubwa na ndogo. Hiyo ndio itakuwa kazi yetu hata nini. So I decided to work with you so that we can bring the Kenyan people together because hakuna Mkenya haumii. Umesikia hata Kalenjin wenyewe wanalia. Hakuna mtu aliye kwa nchi. Sitaki kusema ile vitu yote mzuri umefanya. Umefanya mengi lakini tunataka sasa upate nafasi ya kufanya mengi zaidi.